Confirm your name. Hatari kwa watu ambao wako nungo bila na jina aliko. Yaani majina yakiitwa ya watu ambao wa ubatizo aliko huko kwenye hatari. Alitaitwa wakati ule kama saa hii au jasoya kuitwa. Na aliyekudanganya ya kwamba likikosa duniani na mbingu lipatikane sijui. Sasa leo nakupa jina la mtu ambaye kwake lipatikane. Yaani msichana huyu aliimba wimbo huu, tarumbeta ya Bwana itakapoitwa, na akazingatia kwenye kitikio ambayo inasema majina yaitwapo na langu liwe. Napenda huyu msichana wa grade 9. Watoto mnisikize. Alifanya mtihani wake wa grade 9, alikuwa anaenda kujoin grade 10. Na msichana huyu kwao ni mbali sana na shule ambao aliitwa. Historia inasema yule msichana akaamka asubuhi na mapema, akaanza kusafiri kutoka kwao. Wapendwa, ni saa 10 usiku na mtoto msichana anatembea barabarani, anaenda kuconfirm kama jina lake lipo. Mama ni mgonjwa, mtoto ameamua asafiri shuleni, shule ya upili, tena shule kubwa, aenda confirm kama jina lake lipo. Mama ni mgonjwa, mtoto ni yatima, baba aliaga kitambo, lakini kwa imani akajipa moyo. Unajua kuna watoto ambao katika maisha wameamua kumtumikia Mungu wake. Na wakati ule msichana ameimba hii wimbo kule kanisani, majina yaitwapo, hata mimi naomba jina langu liwepo. Mtoto akasafiri saa 10, saa 11, saa 12, akiimba wimbo. Aimbangi wimbo ya Wachakoya. Aimbangi wimbo zile mnaimba. Unapenda nyimbo gani? Kule kwa gari ukiona watoto jinsi anaweka wimbo na anaenda. Yaani yeye anaposafiri, sikia watoto niwaambie, kuna mahali wimbo inaweza kusaidia. Wimbo. Unaona ile yenye tunaimba chache. Na sijaona mkiimba kwa hiyo. Wale watoto wenye wanapenda sana kuja asubuhi kanisani. Watoto ambao wanapenda kumtumikia Mungu wao. Watoto ambao wamejitoa, haijalishi yale ambao wanaopitia, lakini wamejitoa kumtumikia Mungu. Mwisho Mungu atasimama na wao. Kwa ile kidogo ambao wanaofanya, watoto sikiza. Wale watoto wenye wanatoa mchango hii ya kanisa ya mjengo, Mungu awae. Anakuamulika, anakaangalia, anasema kama kanatoa hivi, na hata kama mtu nikikabariki, nikikapea kazi, sikatajenga hata kanisa. Halo. Unajua kuna watoto wanapewa profuma na wanachanga. Wanasoea. Na Mungu anapowabariki, wanapokuwa kipindi ambao wanapata kazi, anawasaidia. Wanapopokea ile msaada, wanaitumia vizuri. Haipotei. Sasa yule mtoto anatoka kwao, majina yaitwapo, hata mimi naomba jina liwepo. Mtoto akafika saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 baada anateremka, anapokaribia shule ya Siongagazi. Sasa mmenipata hii habari. Wale wanafuatilia wamenipata, haleluya. Ule msichana nitaenda kuhubiri ile shule. Niliongea na principal, nataka kumuona hivi nimuulize. Kuna vitu sijajua. Msichana akafika Sironga. Na akaongea, akapisa na akaongea kwa ofisi. Akakutana na madam principal. Akamwambia, madam, nimekuja kuconfirm kama jina langu lipo. Ana chochote, ana school fees, ana chochote, lakini baada ya kuimba wimbo namba 168 ambao unasema majina yanapoitwa hata mimi langu liwepo, yule mtoto anaconfirm jina lake sio mbinguni, duniani. Na anajua ya kwamba kipindi ambayo atapokea na atapata jina lake kama lipo, hata mbinguni litakuwa. Na hapo msichana anafika shuleni.
anaongea na madam, anamwambia madam, nilikuja tu kuconfirm kama jina langu lipo, kama nafasi yangu ipo. Na huyu mtoto teacher amefundishwa kutoka Adventures, amefundishwa kutoka Bethel, mtoto ambaye ni wa kutamani, mtoto ambaye tabia yake ni ya kupendeza, kumbe matendo yake anayoyafanya yanamfuata yule mtoto. Tuimbe upendo wa 3. Biblia inasema, wimbo unasema kai amuku tutende. Haya, tuanze sasa. Hapa sasa ndio wimbo utakulipa. Twende. Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu, nayo kazi itakapo. Sikiza wapendwa. Kumbe wapendwa, utakapotenda kazi ya Mungu kwa uaminifu, yeye mwenyewe atakukumbuka. Jina lako linapotafutwa kufichwa, jina lako linapotafutwa kupotea, maana umetenda kazi yake kwa uaminifu, jina lako litakuwa. Unajua yule mtoto, kwa sababu ya mahitaji ya familia na yale ambayo anayopitia, mtoto kanisani mapema, mtoto kufundisha watoto wengine, mtoto kusoma missionary, kumbe aliamua kutenda kazi. Na baada ya kutenda kazi ya Mungu anafika, Abrahamu anamwambia samahani, jina lako lipo. Anapotoka sasa, nataka unipate, yule msichana anapotoka kwenye ofisi, malaika yule ambaye anayepigania wanyonge anastumwa. Roho wa Mungu anazungumzia principle, anamwambia usiache huyu msichana aondoke, mwita arudi. Msichana akaitwa Jessica Mbaki, akaulizwa kwa nini haujaripoti. Tutakamwambia mama ni mgonjwa, baba hayupo, na nimekuja kuangalia jina nienda kujiandaa. Yaani mtoto anapata advantage ya kujieleza. Malaika amempigania, maana mtoto alisema hata jina langu naomba liwepo. Anapoteremka na kupita, anamtegemea Mungu wake, hawezi akavunjika moyo, maana anajua Mungu yupo. Anapofika, madam anamwambia hebu niko na fahamu. Assistant jibu anapigiwa. Anapochukua simu anasema huyu mtoto ninamjua, mama ni mgonjwa na wenye amekueleza iko hivi. Simu ya pili inaelekea kwa yule mtu ambaye anasimama gavana ya Mira. Hebu nikuulize, yule mjamaa alikuwa anajua yule msichana mtoto? Hii vita inapigwa na nani? Tenda kazi ya nani? Kama ni kuimba, wapendwa, sing to the Lord. Maana kuimba kwako na kumtumikia katika maisha, kuna wakati ambao atakulipa wale ambao wanalifa. Unayoitenda kwa uaminifu, unayoifanya kwa bidii, kama ni kumtumikia kwenye kwaya, usivunjike moyo, maana Mungu anajua wewe upo unapomtumikia. Na katika uimbaji wako siku moja, Mungu tunaye mabudu atasimama pamoja naye. Simu inafika, ule jamaa anapigiwa, alilipa kila kitu, shopping yote, mtoto akalipiwa. Anaenda nyumbani, anaambia mama yake, mama, jina langu lipo. Na sio kwamba jina lipo peke yake, jina langu limeshughulikiwa. Anayeshughulika Samueli wa kwanza, utasoma 16 kuteremka, lakini kuna mahali ambao nitasoma. Biblia inasema hivi, alikuwa kijana mmoja ambaye katika mazoea, naomba mnipate, utasoma baadaye. Ya taabu ya kuwa mwalimu, ukiona wanaangalia chini amko pamoja. So ukiona wanakuangalia tungali tuko pamoja. Sasa story ya watu wakubwa imekuja, ya watoto tusaifika mahali. Si tutaiendelea? Tutaiendelea, usijali. Story ya watu wakubwa inachanganya na watu. Yupo mtu kwenye Biblia ambaye katika mazoea alipenda sana kuimba.
Yeye tangu kuzaliwa, usimpe mahubiri, usimpe chochote, mupe wewe. Mupe wewe. Na huyu jamaa katika familia walikuwa watu 8. Yeye ndio wa mwisho katika familia. Wa kwanza katika familia anaitwa nani? Katika hii familia ya huyu jamaa, mtoto mmoja ni ule mkubwa ndugu yake. Basi watu ndio sawadi zinaenda. Haya, tuendelee. Alikuwa wa mwisho wa 8, lakini yeye alipenda sana kuchunga kondoo. Unajua kuna watoto katika familia wako fani, yaani yeye section fulani, na ukitaka kujua mtoto ambaye amejipanga, angalia venye mmekula mkimaliza. Anakuanga mmoja, sio wengi. Wale wanakuanga na wote wale vijana wao. Ni mmoja. Anakuanga mmoja. Just one. Yeye ikimaliza chakula ikiisha, anakuanga na ugonjwa wa kuona vitu zikiwa kwa meza. Anachikuna. Yaani haiko sawa. Wakati wamemaliza na sahani ziko kwa meza, huyu mtu ni unique. Hautasiona. Anasitoa. Anaweza kuwa mwanaume, anaweza kuwa mzee. Anasitoa mara moja tu, ametoa, amepanguza. Na kuna wengine akiamka asubuhi ama anangoja mnalala, yeye anatandika viti, maana anajua wageni wanaweza kuchomoka asubuhi. Mjuange wale wageni wa kuchomoka asubuhi. Pa, amegonga. Alafu unasema tulia kidogo. Mliacha kila kitu kwa meza, wewe mlimaliza, sasa mnaambia mgeni ndiye akaekae uandae. Yule mtoto ambaye asituki ni yule mwenye aliandaa usiku. Anakuambia mama, si wageni waingie. Sasa hivi mlienda kulala, alitangaza. So jamaa yeye akaona opportunity. Vita siwezani nayo. Kuhubiri labda siwezani nayo. Lakini kwa kuimba na kuchunga kondoo ndio kazi yangu. So asubuhi na mapema anatoa kondoo, anaenda malisoni. Na waliokuwa washiriki wake wenye alikuwa anaimbia wanakuwa mlipata. Hawakuwa watu. Walikuwa ni kondoo. Leo unaweza imbia kondoo. Uende tu kwa ng'ombe waanze tuamka na mapema. Na mcha kwa ng'ombe. Unaonaje? Unaonaje? Ama kwa dogi pale nje. Uende kwa dogi anza. Mungu hatukuzwe kwa wacha hiyo. Pelekwa mahali ambao hakuna chachi. Uko peke yako. Unaonaje? Ro, utaanzia wapi? Nilipotumwa Mwanzaini, niliimba 52 songs. Nikaimba nikingoja mtu wengine, nikaimba nikingoja, hakuna mtu anaimba. Wajamaa wanapita huko wanaangalia mtu ameruka na akili. Nikamaliza nyimbo, nikaanza Sabato. Unaenda, unajipanga unakuja Sabato. Namaliza mpaka lesson kila kitu. Nikamaliza lesson, nikaenda nikapanga watu wa ubiri. Unaonaje hiyo? Maana hakuna. Nikaingia kwa pulpit, mimi ndio nasoma fungu, ndio naimba, ndio na nikahubiri nikamaliza. Sana ndio unajua ni Bible study. Na nikaomba nikatoka kwa hiyo church. Kumbe ule mshiriki mwenye alikuwa tunasaidiana, alienda Sabato siku nyingine around 7 kilometers. Sasa wewe ukifika unafanya nini? Hello, ukifika hapo unafanya nini? Ayuko unarudi. Usifungike moyo kwa hii kazi. Ile church sasa hii imejaa. Maana Sabato ilipofuata, kuna mama alikuwa anabadilia marawe shambani. Anajaribu kubadilia haingii. Anajaribu kubadilia haingii. Akaenda akaoa, akachikuta kanisa. Kumuuliza kaniambia alikuwa anaenda kutengeneza na amejaribu kubadilia haingii. Kumbe ni maombi ya wiki iliyopita. So Daudi anafuka milima na mapona. Akizafuka anaimba wimbo. Na wakati anaimba wimbo, wapendwa, wale ambao walikuwa washiriki ni wale kondoo ndiye alikuwa anaimbia. Kumbe kuna wazee fulani wanapita. Wakipita wakaona wenye anaimba. Na jinsi ambao anaimba wakaenda na Mungu naye akasababisha akaleta kichwa cha mfalme mmoja. Anaitwa King Saul, ikaanza kuruka. Akiwa kule pale si anafanya wale wazee wakaenda wakamwambia dawa. Iko mtu mmoja. Nisomee Wafalme wa kwanza 8. Wafalme wa kwanza 1:18. Nasikia.
First Samuel wote wafahamu. Samueli wa kwanza 1:18. Sikia. Wale wasio wakafika wakamwambia yupo mtu mmoja ambaye atakapofika mfalme. Kuna wimbo baba taimba. Na kumbe yule jamaa anaitwa Daudi alizoea kuimba, na kupitia kule kuimba kuna wazee ambao walipita wakaangalia jinsi ambao anamtumikia Mungu wake. Nakumbuka huyu Daudi pia ndio Samueli ametuma aenda kupaka mafuta. Anafika anaonyesha wajamaa wengine, anasema anauliza baba yake Jesse, alipo jamaa mwingine? Anasema yuko mmoja tu, kako kamoja tu, na kako huko anachunga kondoo. Anasema tutakaa tukule mpaka ule jamaa ambaye nimesema mmoja afike. Na anapofika Mungu anasema basi huyo ndio alikuwa anahitaji. Huyu jamaa alikuwa anaimba. Sikia sifa zake kama 5. Msomaji Biblia inasema. Samueli wa kwanza 1:18. Inasema, naye akasema mjakazi wako na awe kibali machoni pako. 16. Samueli wa kwanza 16. Samahani 16:18. 16:18. Biblia inasema. Haya, sikia. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, sasa hawa ni wale watu ambao wanaenda kwa nyumba ya mfalme. Naomba unisikize. Daudi kwa kuimba kwake ili jina lake liweze kuwepo, ili jina lake liweze kutambulika, maana wapendwa, alikuwa anajulikana kwa jina. Anaitwa Daudi mwana wa Jesse. Jina muhimu. Julikana na jambo fulani katika kanisa hili ambao watu wanapotafuta wanasema yupo mtu mmoja, na huyu tutakapompata katika familia na katika kanisa letu kuna sehemu ambayo atatusaidia. God is good. Tunaona mahali ambayo tunaelekea tu bana. By the way, hebu uliza jina lako liko. Wewe unaona liko? Na linajulikana na nani? Jina lako linaweza kulipa kitu, linaweza kushughulikia jina. Yaani wale wa jamaa ambao wanapeana ujumbe kwa mfalme, sio wale ambao Daudi anajua. Yeye katika kazi yake alikuwa anaitenda kwa ukamilifu, alikuwa anaitenda kwa uaminifu, lakini wapo wazee wamepita na wakamuona. Siku moja milimani, kijana mmoja jenzi akapata kazi kwa mwingi. Na alipopata kazi kwa mwingi akamwambia, kwa sababu umefanya kazi vizuri. Unaona venye job inakuja. Kuna watu ambao wanaandika prayer request watafute kazi. Nasikia vijana wale wako hapa. Jamaa akaambiwa, enda kwa kanisa yako unilete vijana kama wewe 16. Lakini with one condition, atakapofanya mistake mmoja wote unafutwa. Vijana akaenda akaita mama yake, akamwambia mama ka, wanajaribu kuandika kangumu. Mama yake anamwambia huyu utafutwa mkifika. Majina yalitafutwa kwa vijana. Halo. Yaani mama wanajaribu kuandika na baba yake, kwa sababu kijana alienda akaambia baba, nimeambiwa nitafuta watu wangapi? 16 wa kanisa. Mama akaambia mama, unaona tuandike nani na nani? Wewe unaona ni majina mangapi yalipatikana? Alafu nasema kazi hakuna. Kwa wale ambao wale ambao wanamtumikia Mungu, wale ambao wanajua sabato na kutumika, sio wale walienda sabato ya kufunga mwaka alafu jioni ikachange. Si mnaelewa? Na wote walienda, hakukuwa na wimbo, hakukuwa na Biblia. Wewe unakumbuka mahali walienda? Walienda Nyayo kufunga mwaka. Wote wenye walienda wanaingia bila Biblia, wanaingia bila wimbo, na ni sabato ya kufunga mwaka.
sababu ule jamaa wetu wa Mkisii kufika jioni akakimbia akachange. Sababu ukienda mahali enda na Biblia na wimbo, na kama haiko sawa si sababu. Huyu Mungu utamtafuta bana, utamtafuta. Usipomtumikia vizuri kumwingilia na kumtumikia. Lakini wakati ambao utamtumikia na ujitoe, yeye mwenyewe anajua yule mtoto wangu yupo na anahitaji na anakubariki tu. Anajua yupo. Ule kijana yupo, ule yupo. Maana anachochea vijana wengine kutoa pesa ya kununua mabati tufunike juu. Anajua yupo. Na hiyo mamlaka anakupea tu vizuri tu kiona. Daudi anafika, anaimba bila kusunika na kuuliza, bila kujitoa kwenye mtandao. Hakuna mahali ambayo anajiweka, lakini yeye anaimbia kondoo, na Mungu anaamua huyu Daudi, nitamtoa kwa kuchunga kondoo, nimpeleke kwa nyumba ya mfalme. Na sitampeleka hivi tu, nampeleka na wimbo. Anampelekaje? Soma. Biblia inasema. Biblia inasema. Ndipo mtu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemuona mwana mmoja wa Yese. Hawa ni wale ambao wapendwa wanafika kwa mfalme, wanaomkaribia mfalme, wanamwambia tatizo ya akili yako, tatizo ya ugonjwa wako. Yupo kijana mmoja wa Yese. Anafanya Bethlehem, twende. Aliye stadi wa kupiga. Huyu kijana sasa ako stadi wa kufanya nini? Wa kupiga kinuvi. Ako stadi. Yaani amejifunza. Amefanya practice choir. Ako stadi wa kufuatana na beat ya kinuvi. Unalipata nini? Ndio tuko pamoja. Yaani kumbe hata kuimba unaenda na beat. Ikikwacha kidogo tu au ako stadi. Twende. Tena ni mtu shujaa. Tena huyu jamaa ni mtu shujaa. Hodari wa vita. Anenaye kwa busara. Mtu mzuri. Jambo la muhimu wapendwa. Tena huyu jamaa ni mtu mzuri. Jambo la mwisho Biblia inasemaje? Ambaye Bwana Mungu yuko pamoja naye. Kanisa liseme. Amen. Baba wanatamani kusikia wimbo wa Daudi aliimba wakati ule. Baba wanatamani. Wimbo huu ni nani?